Hii ni Akida Online TV. Aliyekufa huyu wewe, watu wanaza kumbe ndio huyu. Musa hakutaka kwenda kumshika yeye, ule muda wake wa kuambiwa na Musa, innaka laghawiyyun, wewe ni mtu wa ovyo, wewe kibaka, wewe kila siku wewe tu. Sasa Musa ndo anasema moyoni, baada ya haya nakuja kukugombelezea yeye tena huku wangu. Umeelewa? Kashindwa kuvumilia, akaropoka. Uzulia vikao. Maana hata yule bwana alisema aliyeiba mimi namjua, lakini simtaji. Ndio Salumu, siwe na wasiwasi, sikutaji. Sio hivyo eh? Kataja. Huyu ilibidi asubiri aone nini kinachoendelea. Watu wanatazama ile ngumi. Anaropoka, ya Musa, we Musa, we aturidu an taqtulani? Hivi wataka uniue? Kana kwamba ni istifamu tawhid, sio taajub. Nataka uniue kama qatalta nafsan bil amsi, kama ulivyomuua mtu fulani jana. Musa, sawa. In turidu an takuna jabbaran fil ard wa ma turidu an takuna min al-muslihin. Hiyo ndio Qur'an. Kaleta tibaq, Allah akafanya tibaq, kataja kitu kisha kataja na mbadala wake katika mifumo ya mwendano ya maneno. Anasemaje? In turidu illa an takuna jabbaran, in nafiya, in turidu wa maana ma turidu qasru habisa, illa an-nafi wal ithbat ni qasru, na aina yake ni qasru habisa, an-nafi wal ithbat. So hiyo balagha, in turidu ay ma turidu, na wanasema nafyu ya ma inakuwa aqwa nafi minan nafi bila. Tunapokanusha kwa la, nafi yake ina nguvu zaidi kuliko kwa ma, nafi yake ina nguvu kuliko kukanusha. Kwa nini? Akusema la turidu, kasema in turidu, kwa maana ya nini? Ma turidu. Herufi hizo na kanuni inasema al-hurufu tatanawabu kama tatanawabu thurufu. Herufi nazo huwa zinawakilishana kama zinavyowakilishana nini? Dharfu, ambayo dharfu ni katika majina Herufi zinawakilishana. Unaweza ukaiona herufi fulani mahala fulani ukadhani imebeba maana yake ya asili, kumbe imemwakilisha mwenziwe. Al-hurufu tatanawabu kama tatanawabu huruf. In turidu ay ma turidu, una utakalo Musa wewe. Anazidi kukopaja, yanamtoka. Una unachokitafuta wewe Musa, illa an takuna jabbaran, isipokuwa unataka wewe ndio nani? Musa wa mjiu. Illa an takuna jabbaran, isipokuwa unataka uonekane wewe ndio nani? Musa wa hapa mbabe, jabbaran ndio mbabe wa watu wote, mtemi. Una unachotaka uonekane wewe mtemi. Mimi nasema usinioe. Musa anakuja taratibu, tafuta utemi, kuonesha ini ya kwanza kwa maana ya ma, kaileta tena wama turidu, na ndio Qur'ani. Ndio Qur'ani isingenoga ma turidu illa an takuna jabbaran wa ma
kuonyesha kitu katika zile muhassinati albadiia. Iltifatu al-alfaz, kuna iltifatu al-asma, kuna iltifatu al-dhamair. In turidu wama turidu. Musa, huna unachotafuta isipokuwa unataka uwe nani? Jabbaran, ndio mtemi wa kitongoji hiki. Yani anapatikana mtoto mmoja, mji mzima wanamuugua yeye, kila ukipita Saibogi, Saibogi, Saibogi. Huyu nani Saibogi? Wama adraka ma Saibogi. Watu wazima wanakosa amani, kuna mtu Maputo anasumbua yeye, na watu wote wanaogopa shehe, mpaka kumtaja hawawezi kumtaja, wanaona watalitani. Kulikuwa na mtu hapa anaitwa Masaga Maputo hiyo, watani kabisa. Kulikuwa na watu, kulikuwa na kina Kajia, akina Kilokote, Azimio hii. Ukitaja lazima useme astaghfirullah, vinginevyo yanakukuta umetaja jina la mtu mkubwa. Simekaa Maputo, wengine mkuja siku nyingi, ndio wengine hawakuja, hawezi kujua majina yao, wengine wamezaliwa juzi. Sasa ndio huyu, lakini huyu ni ndugu yake Musa. Kwa kule kusemwa, wewe umezoea ugomvi, na wewe nao ni mkorofi wewe, na hii inatokea mpaka kwa watoto zetu. Anaanza ugomvi, akishalikoroga na ulivyobani analia, mama anafunga kanga kiunoni, anaenda kuanza fujo. Hebu kwanza afuatilie, yawezekana mwanao ndio tatizo. Musa kaligundua kweli, anakwenda kumsaidia ndugu yake, lakini kwanza anamchana live, innaka laghawiyyun, wewe mkorofi, na wewe nawe mgomvi. Musa anamwambia. Kisha sasa baada ya kumsema ndio anakwenda kufanya nini? Kusaidia. Lakini ndugu yake kwa kusemwa kaona sasa huyu anakuja atafanya kama la jana, na kwa kuwa kanigundua mimi mgomvi, nakuja kupigwa mimi. Wapo watu wanaanza fujo, wanategemea ndugu zao, yaani mjomba wake mwenyekiti wa serikali ya mtaa, shemeji yake mume wa dada yake polisi, anaanza ugomvi huko, anategemea atarudi kwa nani? Kwa shemeji. Na kwa kuwa shemeji yake polisi, akitoka hapo aulizi, kapigiwa shemeji yake, kaka wa mkewe, unataka kuleta maskara nini? Utapewa kesi yoyote, hata ya bangi. Lakini Mungu kama unavyoona kwa Musa, basi na maaskari wako hivyo. Kuna maaskari wengine wana busara, ukipeleka ugomvi sio kwa sababu ndugu yake anakuja, anatulia, kilitokea nini? Wapo askari wana busara zao, lakini kuna askari wengine hawaulizi, wakija kwanza wanakushika, wanafunua, alafu utajieleza baadaye, mpaka unaeleza maneno matatu una ushachapika. Nini? Uligombana na shemeji yake. Hili ni darasa tunapewa, tulilete katika mfumo wa maisha yetu ya kila siku. Tusisome tu kisa cha Mtume Musa na nani na Firauni tukakiacha kama kilivyo. Tukichukue kisa tukilete katika mifumo ya maisha yetu. Wewe kweli shehe, wanakuheshimu na hivi na hivi na hivi, mkeo hajalipa huko upatu, anacheza upatu, kashasutwa, kavutwa dira limechanwa, na yeye hajakwambia kwamba anacheza upatu, wewe unatoka mmenivulia nguo mke wangu. Fuatilia kwanza kimetokea nini. Mkeo analeta utapeli, anategemea wewe. Tunafahamiana jamani? In turidu illa an takuna jabbara. Musa, huna utakalo isipokuwa wataka wewe uonekane kuwa ndio nani? Mtemi wa hapa. Wama turidu an takuna minal muslimin, na wala hutaki uwe miongoni mwa nani? Waja wema. Ndio tilabu hiyo. Dili alijamalizika, wajaa
aqsal madinati yas'a. Akaja mtu fulani unknown, inakira mtu aliyekuja ni unknown, Musa hamjui, hakumuona, anashangaa anaitwa jina. Yule mtu alipofika akasema, ya Musa, bwana Musa, we Musa, kimbia, innal malaa ya'tamiruna bika, hakika kundi la watu wanakukalia kikao, wanakujadili, wanakutengenezea mipango. Ya'tamiruna muamara, na imesoma katika sira muamara Quraish, jama. Kuna watu wanakukalia kikao wakutengeneze jama bika, ya'tamiruna bika. Wanakujadili huko. Nukta ya tatu leo, waweza ukafanya jema watu wakakujadili. Sasa watu unajadiliwa, ndio inategemea umepata bahati mbaya kiasi gani. Kwenye maskara utajadiliwa katika kikao cha wenyeji usiku. Unaweza kujadiliwa kikao cha wenyeji. Kwani yeye nani sasa? Ukijadiliwa usishtuke. Hata Mtume Musa pia naye alifanya nini? Na Mungu anamsimulia Mtume Muhammad. Darasa hii Mtume anaisikia, kumbe mzee wangu Musa uko nyuma, watu waliwahi kumjadili na kumtengenezea jama, na yeye Mtume naye watu walikaa wakamjadili, chukua kwa Musa, njoo kwa nani? Na sio Musa, hata babu yake mzee Ibrahimu, na watu naye walimkalia kikao. Soma hivyo mpaka wakamaliza kikao, achomwe moto Ibrahim, sio hivyo? Mtume Muhammad naye alikaliwa kikao, njama zifanyike, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka au liyuthbituka au yukhrijuka au yaqtuluka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Watu walimkalia kikao cha njama pia nani? Wewe unajifanya na wewe unataka kufanya kazi ya Mtume, utakaliwa njama. Ima na wenyeji, ima watu tu husda. Kwani yule vipi? Yule mchawi, yule freemasoni, yule sijui nini, kila majina utapata, yule hivi. Jua hata wazee wako waliotangulia walikaliwa kikao. Innal malaa ya'tamiruna bika. Usishtuke. Kikao hiki njama lengo nini? Liyaqtuluka, na madilia ili wakumalize kabisa, wakuue. Anayesimuliwa haya na Qur'ani ni nani? Mtume Muhammad, kwamba mzee wako Musa watu walimkalia kikao cha kufanya nini? Kumuua, na yeye mwenyewe pia alikaliwa kikao afanya nini? Na Qur'ani inatangaza sunnat Allah, walan tajida li sunnati llahi tabdila, walan tajida li sunnati llahi tahwila. Huu ndio mfumo wa Mungu. Fakhruj, yule mtu anamwambia Musa, anamshauri fakhruj, kimbia, sio toka. So kutoka tatizo wanaoka kule watakukuta, kimbia. Fakhruj, kuna tathmini hapo, somaji wa sarfu. Alifabewa, kimbia. Unataka kutembea taratibu, watakukuta mbele.